na mahali alikuwa amelala kwa barabara ilikuwa karibu na geti yangu. Ndio vile niliamka nikaenda hapo, kufika hapo kuangalia napata ni mtoto mchukuu wangu. Alafu wakaita baba ya mtoto na mama ya mtoto, wakasonga kando kidogo, wakamuuliza huyu mtoto ilikuwa namna gani. Mama ya mtoto akasema mimi ndio mama ya huyu mama mtoto, na shida yenye ilitokea ilikuwa hivi. Bwana wangu alirudi saa 2 usiku kama amelewa. Vile alikuwa amelewa akajaribu kutaka kunikombanisha, na alafu nikafanya sasa hii siwezi, akatoroka akaenda kulala kwa mama yake mkwe. Huyo kijana yangu aliua mtoto wake na kumnyonga, alimtumia njia ya raping. Alafu wakati alikuwa na mrep alishika mtomo. Vile alifunga yeye mtomo, alimfunga, alafu ndio huyo mtoto alikufa. Sehemu hii ya chini ya siri ilikuwa imepanuka, hata matumbo ilikuwa inajaribu kuonekana huko chini. Alafu hapa walipasua hapa kuangalia ndani, wakapata hiyo lungs ndani ilikuwa imepasuka. Sasa vile alirepu huyu mtoto, alirepu mtoto na hakutaka mtoto alie, akashika mdomo. Sasa vile alishika mdomo, mtoto akafanya nini? Ndio ile harakati alikufa. Wakati mtoto alikufa, sijui akujua ati amekufa, akaendelea kulala hapo. Vile alisikia kuku imewika vile mwenyewe anasema, ndio akaamka akaanza kuogesha ule mtoto. Akaosha mtoto akakuwa msafi, akamvalishia nguo. Ikafika saa 11:30 ndio akabeba akaenda kuweka huko kwa njia. Ndugu yangu hiyo siku inasemekana alikuwa amekunywa kitoko. Hiyo kukunywa kitoko akakucha akakorifishana na shemeji yangu, shemeji akatoroka. So akachukulia advantage ya kupaki na mtoto kwa nyumba, ndio akatekeleza hiyo kitendo ya kufunika mtoto, kumrape na kumfunika mtomo, akamunyonga paka wakati mtoto sasa alipepwa akapelekwa huko Kakamega kufanyiwa postmortem. Ikapatikana huyo mtoto alimfunika akamunyima hewa, paka hizo sehemu zake za siri kuna small intestine ilikuwa inatokea kwa sababu ya kunyima mtoto hewa, na hizo lungs zikakuwa zimepasuka.